kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu tofauti na Hassan Mwakinyo kaanza na Sasco mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aida. Nzuri sana. Na Eribo kasema Abri. Huni Hassan Mwakinyo kumwangusha. Eribo anahesabiwa. Hassan kumwangusha. Hawezi kuendelea. Bana imekuaje? Uone. Mimi nikamsikia. Kasha mpiga ngumi kaanguka. Kasha mdondosha. Asante sana na mbwembwe kazidi. Asante kazidi mara kunyeza kuhakikisha njiani. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake. Namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambao anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo. Lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda. Lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo. Basi ambayo alikuwa ni moja kati ya eneo refu. Kwenye Jones ikamkuta Eribo na kumpeleka kwenye canvas na kupeleka kwa hiyo. Ilikuwa ni electric ambayo ilimkamata Eribo akiwa haioni inapotoka kwenye Jones ama kwenye kidevu na kumfanya Eribo kupiga magoti kabla baadaye kuhesabiwa na kukaa na nafasi kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na electric kwa Hassan Mwakinyo alipiga kwa upande ambao Hassan ndio aliruka. Michezo yake. Huyo ni bingwa zamani wa WBA Pan Africa, UBL Intercontinental, WBF Intercontinental, lakini vile vile ABU Africa, WBO Africa. Hassan Mwakinyo ambaye amepanda majukwaa ya ndani na nje ya nchi. Raundi ya pili imetosha na inaruhusiwa kwenye mchezo wa boxing. Usisubiri mpaka inaweza ikawa ni sekunde ya kwanza tu. Walifanya hivyo kina Mike Tyson. Kabla hujafumba na kufumbua unakuta pambano limekwisha. Ikitokea opportunity ya kufanya finishing. Na hii ilikuwa ni knockout ya punch moja ambayo bahati mbaya ilimkuta Eribo hakiwa hajajiandaa na kuiona ile punch tena kuja. Na mara zote Bana pambano taishaisha. Sasa wanaendelea nini wakati mpinzani kashindwa kuendelea? Kushindwa kuendelea kwa ndo kaka chini. Kashindwa yeye mwenyewe kakiri kashindwa kuendelea. Ngome imemwingia kidevu. Wakaonaka msienkafu. Alisema kwamba yeye ajui ngumi yake inauma kwa kiwango gani. Kwa tunaamini pengine tutamuuliza Eribo, Hassan Mwakinyo ni kwa kiwango gani hasa inapenyeza maumivu. Twende kwa Ali Kashmir. Aibu. Sasa Fight Night. Asante za nguvu sana kwa TPBRC ukiongozwa na mwenyekiti Patrick Nyembela, lakini wakati huo tunaye Mheshimiwa Juma Hamid wa Wilson tambua uwepo wake pamoja na makamu mwenyekiti wa TPBRC Jacob Mbuya. And now I have official result of the main event. Boxing fans, are you ready? Boxing fans, are you ready? Pambano lilikuwa kati ya Hassan Mwakinyo Champers, one time kutokea right corner akiwakilisha Tanzania, dhidi ya Stanley Eribo Edoboy all the way from Benin City, Nigeria. Pambano lilikuwa na round 10. Lakini katika round sasa analinga. What chief. Tumeshuhudia aliyotokea. And now the winner. Mbona hivyo maendeleo wewe? Hapla mzidi mnalinga sana mpaka sio. Alingana nini zote pale?
Najishaua jishengondo huyo. Sasa siku yake. Anaponyeza Champions one time. Mwakinyo. Katunyoshea mtu. Baba naye ajendekeza ngumi moja tu. Mama naye ishakugusa ngumi. Ile Messi angeendelea lakini sio kwa ngumi ile. Hebu angalia. Chapa kidevu lazima ukae, watu washaimba hiyo. Unapigwa ngumi ya kidevu unakaa. Hamna ngumi mbaya kama kidevu mama naye. Sikia hivyo kwa jirani. Chapa kidevu lazima ukae. Kaepa hapa kuna dege imetoka Mbakati. Kusikia neno la Hassan Mwakinyo kwa kile ambacho amekifanya moja kwa moja. Inabidi twende kwa Akida Kilango ili kumsikia. Je, angalia mambo yalivyokuwa. Hali ishaanza kuwa ngumu. Huyu hapa nilikwambia mtu mzima anamumunya maneno kwa maumivu, anang'ata maneno. Anashika kichwa. Yaani ukizitoa zile ngumi za mbavu. Ana ile kidevu ndo akaona huyu mtu afai kuendelea. Kwa hiyo achukue mkanda sana. Na sisi leo hajapigania mkanda. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kupiga mpinzani wako? Kuendelea kuweka disiplini katika mazoezi na kuheshimu kazi yangu, ndio nifanye kila siku bora wangu sisiku. Haijalishi nitakuwa sipigani ndani ya miaka 3-5, lakini siwahi kuacha mazoezi kwa sababu ndio kitu ambacho naamini kinaweza kunipa hai kwenye kazi yangu. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, nitumie nafasi hii kuwashukuru mashabiki zangu wote. Leo nimeona furaha nyingi sana kwenye boxing, hii ina maana kubwa. Nishukuru sana Mwenyezi Mungu, na nitumie nafasi hii pia kuomba serikali pamoja na Azam TV wafanye uwekezaji mkubwa kwenye boxing. Nimewadhulumu sana mashabiki zangu, leo wengi wamekuwa nje kwa sababu ya udogo wa eneo. Kwa tamani pambano linalofuata lifanyike la uwanja wa Taifa pale au tuwe na arena maalum kwa ajili ya boxing ili iweze kukusanya watu wengi. Licha ya kwamba umeshinda katika pambano hili, kwa mimi nilisimama karibu yako hapa, naona ni kama unatetemeka au una hofu fulani. Ni kwa ajili ya kile kilichotokea au kwa nini hali iko hivi? Mara zote kwenye maisha yangu sijawahi kushangilia ushindi wa pambano langu lolote, kwa sababu unapokuwa unashangilia ni kama umefanya kitu ambacho hujakitarajia. Kwa hiyo na uhakika na matokeo kwa sababu nafanya mazoezi sana. Ndio sababu pekee sishangilii, lakini nilitamani pambano lifike walau raundi 7 kwa sababu nilikuwa na vitu vingi vya kuonyesha watu kwenye boxing, lakini sasa haraka yake ndio ilifanya mtoto ameongeza na chana. Katika mahojiano ambayo ulifanya juzi kuelekea katika pambano hili, ulisema kama ukiwezekana kupata bondia ambaye unaweza kumpiga lakini ukapata hela, unaweza pia kufanya hivyo. Tuishi katika kauli hiyo. Hata hili pambano sijapewa dua, ni hela ndio zimenifanya niingie tena. Kwa mashabiki wako na lipi la kuweza kueleza kwa kile ambacho umekipata uwanjani leo? Nashukuru sana wa Tanzania wengi sana, sehemu nyingi tofauti. Pamoja na ndugu zangu wamesafiri, wametoka Tanga, wamekuja hapa. Hii ni shida leo, ni maana kubwa kwa wanamakabishi wote, lakini sijafurahia kucheza raundi chache. Yaani nitamani nifike walau raundi 7 kwa sababu nimekuwa na vitu vingi. Sasa kwa namna hiyo, Haji yuko wapi? Ndugu yangu mmoja Haji kutoka Rock City, tunapanga kufanya jambo walau nipate kitu niko nao, nifanye mazoezi alafu sijapata kile ambacho nilikuwa nakitarajia nikipata. Natamani siku moja na mimi nizipambane na kutaraji kulikuwa shida watoto sio wavumilivu. Shida watoto sio wavumilivu, wanaweza kumta mtoto. Tutegemee kipi kinachopata kutoka kwa Hassan Mwakinyo? Wakija atapinduka tu, yaani hicho ndio ninachoweza kusema. Haijalishi leo, kesho, kesho kutwa. Ndio nishukuru sana familia yangu, wamekuwa karibu sana mimi wakati wote. Wanakuanga muda wote hao mdindo. Mheshimiwa Mungu Aweso, kwa maana kubwa sana kwenye familia yangu, kwa heshima kubwa sana kwa kutana. Tukapatana kutoka hapa, lakini pia nilitamani ushindi wangu ukaguse sehemu za maisha ya watu wengi ambao wamekata tamaa kwenye maisha yao, ukaguse familia za watu wengi ambao wamepoteza vipenzi vyao. Ni ushindi wa boxing hauna maana, lakini ile japo ndogo sasa faraja, yani waheshimu kitendo kile nilichofanya kwenye maisha yangu kwa
Kwa kifupi sana, imezoeleka kwamba Hassan Mwakinyo ni bondia mjinguni. Wapo wanasema kwamba aina yako ya pinki ya leo ulikera mpaka ukakera tena. Kuna mwanasheria mmoja anaitwa Fayaz Bojan, ni Hindi lakini ana asili ya Tanga. Ukienda ofisini kwake ukitaka kumuona tu, kabla ya kusikiliza kuhusiana na kesi unataka kupeleka kwake, na kuli kwa milioni 5, lakini kwa sababu ya utofauti wa elimu yake. Sasa kwa kiwango chake umeona Kobisi? Umeona Kobisi mno? Kobisi wewe tukisapeni. Na huyu ni bondia Hassan Mwakinyo ambaye muda mchache uliopita Kobisi kikala ya Edeboy katika fight ambayo ameweza kupata ushindi katika raundi ya pili. Kwa sababu tukiwakimbia haki ilikuwa fight ifanyike Rock City, lakini kwa tunaangalia uwezekano wa kwenda kupata kitu, kwa sababu kiukweli nimefanya mazoezi na sijafanya kitu, na maboksa mjifunze kwamba kwa nguvu, kila boksa anaweza kuwa na nguvu, lakini mziki ni kuikuza nguvu yako ibaki kwenye nini. Kwa hiyo kufundisheni, knockout sio bahati mbaya, knockout haiji, knockout inatengenezwa kwenye mazoezi, na hichi ndio nitakachowahakikishia kila siku ya maisha yangu. Shukrani sana. Lakini kwa sasa nitazungumza na Edeboy ambaye ametoka Nigeria kuja hapa Tanzania kwa ajili ya kupiga dhidi ya Hassan Mwakinyo. First of all, sorry for the loss. How hard was it to play against Hassan Mwakinyo? Well, it was a good fight. And I expect that the power hand just caught me unexpected. Eyesight disease. Did you prepare well for today's fight? Well, I prepared, but that is boxing. Sometimes I put my After will. wimbo unajua To usoni. me, I'm prepared for the fight. But Avimbo. it just caught me unexpected. Knockout in the second round. What went wrong? See, when that power hand touched me, that's all I could remember before the referee counts come over. Na ni Edeboy huyo kutoka Nigeria. Umemsikia kile ambacho ameweza kukizungumza baada ya Mwakinyo anapoa kupoteza katika pambano hili dhidi ya Hassan Mwakinyo. Sababu watu ambao wamenisupport sana, ambao wanataka kujulikana na ambao wengi hawajataka kujulikana, lakini nimeamua kutoa shukrani zangu za dhati kwa washukuru sana kakangu Mohamed Bissoum ambaye amekuwa akinisupport ndani ya ulingo na nje ya ulingo mara zote. Dadangu Shabeti amepambana sana pamoja na mume wake kufanikisha mimi kufika hapa kwa mapenzi makubwa na kwa vitu vingi sana, na wengi ambao hawataki niwekane, lakini wote kwa pamoja na washukuru kwa kufanikisha hili kiasi kikubwa. Wanangu kutoka Tanga, Chenye, bosi wako mmenizamini kondoo, kila siku nilikuwa nakula kondoo mmoja kwenye maandalizi yangu. Mimi kwa mnaona kama picha za utani, lakini ni maisha ya kweli. Salamu alaykum. Kutoka hapa Warehouse Masaki, hakuna la ziada. Mimi ni Akidu Kaida Kide Kilango, lakini kwa sasa nipeleke matangazo haya kwa Gilbert Johannes, Aidan Mlimila, lakini Juma Choki kwa ajili ya kuweza kuhitimisha. Hakika umekuwa ni wakati wa kipekee, wakati ambao kwa asilimia kubwa sana umemsikia kile ambacho mlisema Ribo akisema kwamba alikamatwa, alinaswa na akisifia nguvu ile ya Hassan Mwakinyo, lakini kubwa zaidi mapambano yote kiukweli yalikuwa ni moto juu ya moto. Matangazo ya Kiswahili nilikuwa mimi Gilbert Johannes alikuwepo, lakini kwa matangazo ya Kiingereza ilikuwa Jimmy Kabwe pamoja na Philip Kitundu, kwa pamoja wengine wakikuelezea kile kwa lugha ya Kimombo. Hapa kwenye Kiswahili Gilbert Johannes yuko na Juma Choki, lakini vile vile Aidan Mlimila. Umekuwa wakati mzuri sana kuufunga mwaka kwenye mchezo huu wa boxing. Tukutane tena hapo mwakani 2026. Mwenyezi Mungu atujalie uzima, mengi mazuri yanakuja. Umemsikia Fadhili Magia kwamba yuko tayari, Dula Mbabe na mabondia wengi ambao watafuata. Juma Choki pia amesema